Shida ya watu siku hizi, everybody ana sijui mumeogopeshwa, sijui even you gena, naona rudi uingie hii majenzi, nyinyi ndio the story of the future. Fight for your rights bwana, sio kukakaa hapo wakaa hapo mambo mali yenu ichukuliwe na nini, mumeitolea jasho. Msikubali, pambaneni, muhakikishe mumepata haki yenu. Mnasikia nyinyi? Sio kukaa hapo tu, kuna kitu inadumu. But everything is worth a fight for. If you don't fight for it, ikienda mtu asilie. Msimame mupiganie haki yenu. Kama wazazi, kama serikali, kama viongozi, tusiwapiganishe watoto wetu. These young people of Kenya, they don't need violence. They don't need confrontation. They want opportunities. They want jobs. They want opportunity to engage in business. That is what we should be doing as leaders, instead of inciting them to violence, to destruction, and many things that will not solve their problem and will not solve the problem of our country. Kwa hivyo, mimi nawauliza vijana wa Mount Elgon, kuna nafasi pale kwa ICT Hub, kuna nafasi pale kwa soko, kuna nafasi katika mpango yetu ya housing, kuna nafasi katika county aggregation and industrial park, kuna nafasi ya labor migration. Jipange na hizo nafasi na ndio maisha yako itasonga mbele. That is what we must do. Tunaelewana jameni? Yeah. Hiyo ndio mpango yetu, na mimi nataka niwahakikishie mambo ya Nzoia vile vile. Ndio wakulima wetu tuweze kutembea pamoja na tuwe na taratibu ambayo kilimo itaweka pesa kwa mfuko ya wakulima na pia ituzalishie chakula ya kutosha. Tuache kuagiza sukari, tuache kuagiza mahindi na hiyo vitu vingine kutoka nje, kwa sababu inatumalizia pesa zetu za kigeni, na vile vile wakulima wetu hawapati faida na tunawafaidisha wakulima wa nchi zingine. Kwa hivyo watu wa Mount Elgon, mimi nimeshukuru sana. Wewe mwalimu mkuu wa hii shule, nitakupatia 5 milioni uweze kukamilisha hiyo jengo. Na Kapondi ameniambia kuna ingine shule inaitwa Operation ama inaitwa nini hapa chini, na shule ingine huko, nitakusaidia 5 milioni uende ukamilishe hiyo mashule mengine 2. Si ndio? Hata mnaweza shule inaitwa nini? President. Kwani ilikuwa president ya wapi? So otherwise, ndugu viongozi wa hapa, ndugu maaskofu, mimi nataka niwashukuru sana. Niwapongeze wale watu wamevaa nguo blue pale, watu ya community health promoters. Hawa mashujaa ndio wanatusaidia katika mambo ya afya. Tulisema afya inaanza katika kila kijiji. So nawashukuru sana. Bwana Lusaka, wewe na mimi ndio tuko na in charge ya hawa watu. Wewe unalipa hawa nusu, mimi nalipa hawa nusu, tukisonga. Na wanatusaidia sana. Wapigeni makofi jameni. Na mtusaidie na mtusaidie kusajili watu. Mjue kila boma, muende kwa kila boma, mtusaidie kusajili wananchi, ndio tuwe na wananchi data na information ya kutosha, ndio tuweze kupanga mambo yetu ya afya kama taifa. Na mumesema maneno ya kule kwa msitu, nimesikia vile mmesema. Ile kitu tu mimi siwezi kubali ni miti kukatwa. Hapo siwezi kubali. Mnataka nikubali ati muende mkate msitu? Yes. Bora tuendi hapo kwa kukata msitu, tutakubaliana ile mambo mengine. Lakini hapo kwa kukata msitu hapana. Tumekubaliana? Na tuko na mpango ya kupanda miti bilioni 15. Na mmesikia FAO watakuja hapa kushirikiana na nyinyi. Tupande miti ili tuhakikisha kwamba tuko na mazingira ambayo itatupatia hali ambayo itatusaidia kuzalisha chakula zaidi na kuendesha mambo yetu zaidi. Na
na hata ile mmesema tuweke cut line pale hiyo ingine, tatumana tutafute cut line ndio kusiwe na masumbuko kati ya wananchi na watu wa forest, so that we can move on together. So ndugu zetu, nawashukuru sana. Bishop wetu Bwana Naibei na viongozi wote wa dini, tunawashukuru sana kwa kutunenea neno la Mungu. Asanteni sana kwa maombi yenu, na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hatutoki kwa Mungu. Tumekwama hapo, tumekwama kwa Mungu kabisa, tuko hapo. Hata wenye wanataka waseme, lakini we believe in God and we have no apologies to make to nobody. Na tunajua, tunaelewa vizuri ya kwamba Biblia inatufundisha amebarikiwa mwenye kutoa kuliko mwenye kupokea. Na pia Biblia inasema tunamtolea Mungu. Sijasoma mahali ambapo inasema tunamtolea bishop ama tunamtolea mchungaji. Tunamtolea Mungu. Na hapo kwa kumtolea Mungu tutakwama hapo kumtolea Mungu. Yes. Kwa sababu hiyo ndio Biblia inasema. Ama namna gani jameni? Na tutasaidiana kujenga neno la Mungu because we are believers. Not because we are politicians. Sisi tunajua mahali ya kutafuta kura, lakini tunajua mahali pa kuendea imani. So we will work together in that manner. So asanteni sana. Baraka nyingi. Mambo ile ingine yote tutasuluhisha na hawa viongozi. Si Mungu awabariki jameni, na awatendee mema. Mungu awabariki sana. Asanteni sana. God bless you.